Ndio jamaa unaambiwa naingia pale alikuwa ananiangalia, yule mchizi alikuwa ananiangalia kama anioni, nikasema wewe anioni, akaingia kwa gari lake akatoa bastola kuna dakika ananyosha hivi nusu aniue yule mchizi. Sasa kuwe vipi akati wewe marehemu? Yaani nilijiona kana kufa tena. Hebu tuiza mapepe. Tuiza wewe haja kuona. Unajua wewe mapepe yako tu tukasababisha tumalize. Nenda wewe nakusubiri hapa. Tulia sasa tulia. Wewe utakidemu. Demu nataka lakini kufa naogopa. Uogope vipi ushakufa hapo? Sasa sikiliza. Misheni imefeli, tunajua huu tajiri labda na maruani kakuona kama mimi, tunaelewa zile. Kuna misheni nyingine tunaenda kufanya. Bala kweli. Hakika nimefurahi sana. Yaani nimeenjoy. Sema wewe unajua Machaka, guest ile kule kakupeleka nani? Sasa wewe kuhusu Machaka ya guest mimi si ndo kwangu. Au unaendaga na wanawake wengine? Sasa hapo unaanza kunibana. Mbona upo unakishikaje kile kipipa kile misiongee? Hata kama wewe unajua mimi nipo naye kwa sababu tu ndo vile amenioa. Na yule sijamchagua mimi, nimechaguliwa na wazazi wangu. Lakini pia anilizishi ila nikiwa na wewe kama nipo dunia nyingine. Najua. Najua mimi sikuna maujanja naongeza. Maujanja wapi mimi mwenyewe najiongeza. Ushaanza. Sema nimeenjoy kinoma yani. Hata mimi nikosha sana kwa kweli sijui yani. Sidhani kama yupo kama wewe. Hii dunia. Weekend ijayo ishwe juu. Wewe. Lakini mume wangu anakukubali sana. Akija kujua hii issue sijitakuaje. Siboya lile mimi nitaelewa lini. Mimi namvumilia tu ndio hivyo kanioa lakini nakupenda. Nakupenda ni mwenyewe. Unajua kwa nini? Kina nani anaongea? Hii kudadake. Vipi ile movie jinsi uliorusha? Kudadeki. Ile movie sio poa. Usimke rafiki yake huyu. Na ile movie nilijua. Udogo kudadeki anamla shemeji yake kumbe. Sasa leo nikupa flash. Ule malaya utangu niko duniani tunamjua huyu. Leo unamchanganyia na mazao. Ushulambagala kudadeki sio poa. Anamaliza tutawabuza. Sasa sikia nikwambie. Mimi naondoka. Tutaonana baadaye. Wewe haina shida. Uje kuchukua ile flash shemeji. Haina shida. Kudadeki. Mke wangu. Kuanzia saa 10 umeniambia unatoka nyumbani unaenda sokoni. Mpaka sasa hivi hujarudi. Unafanya nini hapo? Yaani mume wangu nimeenda sokoni na vitu tayari nishaleta nyumbani. Muongo anakuongopea. Sikiliza, mimi nilikuwa nimekaa hapa nyuma, nimewasikia hawa hapa. Huyu hapa na huyu na rafiki yako wametoka guest. Yaani hapo unapoona wametoka guest na huyu demo alikuwa anamsifia rafiki yako, anasema kwamba sio ana shokali kuliko wewe. Yaani rafiki yako anatoka na mwanamke wako kudadeki. Ndio hivyo tusiwezi kuongea, huwezi kunisikia. Kama ungenisikia ningekwambia wewe. Sikiliza, tuondoke. Asa mwambie kabisa unataka kumwambia au kesho. Wewe una haraka kesho. Tukikutana kesho tutazungumza. Kudadeki. Yaani kama ningekuwa hai huyu ningeshamwambia huyu. Wadogo nazingua wewe dogo wewe. Wewe kama unatoka na mke wa rafiki yako, rafiki yangu. Mwangalie udogo. Ya huyu. Udogo anazingua kinoma rafiki yangu, udogo malaya huyu. Kweli kufa ujionee mengi kudadeki. Yaani ndio uwezi kusema, yaani naona mambo na kusema ndio siwezi. Mbona ningekuwa mbea wa mtaa kama ningekuwa naweza kuonana nao. Chini. Sikiliza. Yaani unatoka hapa nyumbani unaniaga unaenda sokoni unaenda sui kwenye vikoba kumbe unaenda kunichiti. Kibaya zaidi unanichiti na rafiki yangu. Are you serious? Mume wangu, punguza basi kupanic. Yaani unapiga kelele majirani watu wanasikia ndo nini? Hivi kwa akili yako unadhani mimi naweza nikaongea mambo ya mapenzi mbele ya Chapombe? Na najua kabisa kama yule mtu ni haja kufa tunamuigizia tu. Na anaje mimi kuongea upumbavu kama huo?
Emfikiria kwanza basi mume wangu. Sipende tu kunihukumu moja kwa moja, lakini kwa nini unakuwa hivi? Lile chizi mpaka mama yake mwenyewe ameamua kumtafutia watu wamuigizie ili mada apate kukaa sawa. Wewe bado tu unaendelea kumwamini. Unamwamini vipi wakati mwenzako yule analopoka tu? Au naye unaanza kuwa chizi? Na kuamini vipi? Mimi sijui utaniamini vipi. Manake mimi naanzaje kutembea na rafiki yako? Wewe umenichoka. Kama umenichoka basi uniambie kule kunizalilisha. Ila kama kweli mimi kilichonipa hofu kutoka hapa saa 10 ukona pale saa hizi usiku. Kumbuka nimetoka kazini na njaa sijala. Alafu kibaya zaidi unaniambia vitu vimeagizwa. Viko wapi hapo? Mimi kama umenichoka bora tu uniambie. Kukosa nikosee mimi afali yeye. Mbona kama mchezo unachezewa mimi sasa? Nunda hilo. Sema mwanangu wewe ntukutu. Yaani mwanangu ingekuwa kama tuko shule wewe ungekuwa mtu fulani hivi ambaye kashindikana akashindikene kwa mtu ala tunaitaga nunda. Yaani wewe sterling wa hii nchi ujue. Shobo sasa zimeanza, shobo na marehemu. Sasa kaka unadhani uko hela kuna mtu asiyokushobokea wewe. Kila mtu anakushobokea huko. Kwenye kucheza kama Chino, kwenye ustando usiseme kama Diamond Platinum. Ila wewe kama ingekuwa shuleni kwa ungekuwa mtoto mtukutu. Maana kipindi upo duniani ulikuwa unalewa, unampiga mama yako, unampiga baba yako, hujui huyu nani, huyu mzee, huyu kijana. Sasa hivi umekufa uko kwa hela, bado unatoka unaenda tena duniani kwa njia ya kuaibia watu mma. Umezidi na wewe. Mimi chizi, niona mimi na akili timamu, mimi akili mbili mwenzio. Hiyo duniani kipindi hicho unaambiwa naishi kudadeki, nilikuwa nikileo natukana watu na wapiga wazazi. Sio kwamba nilikuwa ni pombe, nilikuwa najiongeza tu na akili zangu mwenyewe tunasema hapa na wapiga ili mradi tu kutaka vurugu. Mimi sina akili, usinione hivi, mimi mweu. Mimi chizi. Sasa ndio chizi ndio uende waibie watu. Tena nina mpango hapa namsubiri mwanangu kiuliza hapo twende tukaibe benki kudadeki. Haya. Endelea nenda kaibe benki huko unakoelekea watakubaka tena kaa duniani. Mabuga. Vipi ndugu yangu? Ndio. Sawa. Ndio. Unajua mguu kuna kuja kwako. Acha ujinga bwana, mguu uje kwangu alafu mwili unaenda wapi? Hivi unajua mwanangu sikuelewi. Wewe unasema unielewi mimi. Lakini kiuhalisia hapo mimi ndo sikuelewi kwa sababu unashindwa kuja straight na maneno yako. Mimi nakuelewa vipi? Hebu njoo straight bwana. Hivi unajua yale maneno anaongea Chapombe mwanangu ananipeni sana. Yaani kikaa nikifikiria nikitafakari na gundua alichoongea kina ukweli ndani yake. Sasa muda wote na wewe ndugu yangu kumbe maneno ya Chapombe yale ndio uliyabeba. Sikia nikwambie. Yule bwana tunamjua vizuri mpaka kuchezewa vile, akili yake mbovu. Yaani anaweza akakaa tu kitachomjia kichwani mwake hicho hicho analopoka bila kujua hichi kina athari kwa wenzie ama vipi. Kwa sasa mimi sidhani kama ni vizuri kufuatisha maneno yake ndugu yangu. Sikiliza. Unajua ukiyasikiliza yale maneno unaelewa alikuwa anamaanisha nini. Kama unakataa hili alipo basi jua linakuja. Hamna kitu kama hicho. Yaani futa kabisa hicho kitu. Hata kama wanasema alisemwalo lipo lakini sio kwa Chapombe. Wewe unaona maneno ya Chapombe? Wewe kaza. Huko unaelekea wapi mwana? Mimi naingia kati. Basi tunde hivi tunaweza tukapata deal wote tukachiliza kesho. Njoo. Unaenda wapi? Mimi kwa naenda nyumbani. Unaenda kufanya nini? Naenda kula chapati na maharage. Mbona unapenda kujitoa akili wewe? Haya vipi, mbona siku zote ulinikimbia kule baharini? Mbona siku zote ulinikimbia kule baharini? Mimi ona kabisa hapo naenda kuniua wewe. Ona nipeleka baharini mimi si nitakufa. Hivi wewe nikwambie mara ngapi uache shobo na uhai wewe? Unapenda sana kuishi Mimi na kitu nataka niongee na wewe, naomba hayo unisamee. Mimi kwanza leo dadajini kwanza sikutaki tena. Mimi mbona nakupenda? Mimi nakupenda, nataka tuwe kwenye mahusiano. Mimi ndio nishakupenda. Dadajini achana na hayo mambo, mimi sitaki. Mimi mwenzako naomba unisaidie kitu. Na sasa sogea karibu. Hamna, mimi naomba unisaidie. Pale nyumbani kwetu nataka muozeshe mke wangu mdogo wangu.
Kwa mimi naomba uambie mimi ile jambo sifurahiki, mimi ile jambo sipendi, mimi naumia. Waache hayo mambo, wamwache tu mke wangu akae mwenyewe. Kwa kuona niona naomba ukafikishie hizi taarifa, ambie marehemu ajisikii vizuri ukaliko. Kwa hiyo wewe ulikuwa unataka unichezee mimi? Ulikuwa unataka unichezee? Kumbe bado unampenda mkeo mimi nikutaka, lakini na mke wangu naye bado namtaka. Yaani mimi niseme tu ni umalaya tu ndo hivyo tena yani. Basi sawa, nimeshakuelewa. Kwa hiyo utanisaidia, si ndio? Ndo kusaidia. Nitashukuru sana. Bibi, mbona unaongea mwenyewe? Hamna, sinoje tena wanawake, mambo mengi. Dada yenu jini. Wewe nyamaza. Unaambia ile weje? Nani? Unajua nina madeni mengi yananichanganya. Kwa hiyo wewe ngoja. Wewe hapa hawajui kama wewe jini kwani? Wewe. Eti unasikia? Niache. Nani anaweza kuicheza sakadumba mpaka chini? Marehemu anaweza kulicheza sakadumba mpaka chini. Nani anaweza Pepo. Sakadumba ndo hili hapa limekuja sasa. Mzee wa kuchezesha taita, mzee wa michongo, marehemu mjanja mwanangu sana. Nisikilize sasa, leo sina ngendebwe nyingi. Kuna mchongo wa kubadilisha maisha. Yaani kama mandazi unanunua deli, kama chura unajaza container. Sikiliza sasa. Hivi ambao unapenda kunieleleza marehemu wa watu. Kilichotokea pale kwenye ile nyumba ya gorofa umesahau? Yaani shida nini? Yaani shida nini hasa? Au shobo mkondobo? Mbona unifuatafuata sana yani? Una lengo gani na mimi? Wewe una lengo gani na mimi? Kukutajirisha, ujenge majumba, ununue magari, uvimbe. Umeshindwa kunitajirisha nikiwa niko hai, unataka kunitajirisha nikiwa nimekufa, sio? Unataka uniue tena kwa mara ya pili, na nikifa kwa mara ya pili sijui naenda wapi. Unarudi, ukifa mara ya pili unarudi duniani. Nisikilize mimi mzee wa michongo. Nisikilize sasa hivyo, tusigombane. Dogo, hebu nisikilize kitu kimoja mdogo wangu. Si unanielewa? Mimi sawa, nimekufa. Wewe muuni, unaishi maisha yako duniani, mimi naishi maisha yangu mengine kabisa. Kuniona isiwe kigezo cha mazoea kuzidi, utafikiri watu ambao wanaishi maisha sawa. Wewe una maisha mengine. Wewe nini siji nini mnaita nini nyinyi? Nini wewe mwanadamu, mimi mfu. Kwa hiyo ni watu wawili tofauti. Mdogo wangu, ishi maisha yako. Wizi wako usinishirikishe mimi. Kaibe huko, hangaika mwenyewe, pambana na hali yako. Siku ile nimenusika kupigwa risasi ya matako. Sitaki jirudie. Tembea mdogo wangu. Kiamani tu na pigo zako. Mimi sitaki mchongo wizi. Kacheza na kucheza. Basi tupige ya mwisho. Unielewi? Nitakutia mdole ya jicho. Akili yenyewe inaonekana huna kudadeki. Kichwani umeweka kiulizo. Mwenyewe unajiuliza wewe nani uelewi kudadeki zako. Puzi nini? Yaani nitakuja kunimwa tena ilishaona kudadeki. Afu inachukulia baridi, inachukulia sisi na niona chizi na niona bozi. Nani anaweza kulicheza sakadumba mpaka chini? Kaniona mimi mwanangu. Usiku kuna mambo mengi ya ajabu. Ukitaka kuja chooni tuamshe. Nyie mmenifungia mlango, ule nakosa kulala, ndio maana nimekaa hapa kudadeki. Hebu chukua ndoo tuelekee. Sasa kama nimevaa nguo ile anaona mambo ya ajabu. Kuna siku nitavua nguo. Aone nani ya marehemu. Unajua nani ya marehemu inavutisha. Ya kalala. Chris Bando, bei Kitonga. Bwana, kama una line ya Halotel, unaweza kujipatia GB 10 kwa shilingi 10,000 na kuendelea. Bwana, GB hizi bwana zinadumu kwa muda wa miezi 8.
Utaratibu wake ni mrahisi mno. Unamtumia hela, anakuunga bando kwa uaminifu mkubwa sana. Bwana, sasa Chris Bando ana namba 4. Sasa sisi tutakutajia namba hizi 2, alafu 2 tutakuandikia hapa chini. Hebu utajie namba. 0717 048 048. Namba ya kwanza. Hiyo namba nyingine? Na namba ya pili 0766 58 6527. Bwana, namba hizi unapozitumia hakikisha majina yanatokea Christopher Luoga. Chris Bando Bei Kitonga.